Mwaka 1964 Karume aliweza kuongoza mapinduzi ya Zanzibari. Wote tunakumbuka. Kwa hiyo tunafahamu kabisa kwamba leo tunamzungumzia kama shujaa, lakini tunamzungumzia kama mkombozi wa watu ambao walikuwa ni wanyonge ama watu ambao walikuwa wanahitaji kupata haki. Sasa kwenye maisha pia tuna watu ambao tunaishi nao ambao wanapambana kila siku na tunawaona. Ndio maana moja kati ya kitu kikubwa ambacho huwa napenda kuambia watu ni kwamba inabidi ujitahidi sana kwenye maisha yako unavyoishi, ubaki kuwa na historia nzuri. Kuna kauli moja pia aliwahi kuisema hayati Mwinyi, akasema kwamba jitahidi kuwa historia nzuri kwa watu ambao watabaki, kwa sababu maisha ya mwanadamu ni historia. Ni historia gani ambayo utakuwa umeichagua kubaki nayo? Ndo kama hizo ambazo leo tunazungumza kuhusiana na siku ambayo aliweza kupoteza maisha. Kwa hiyo kuna vitu vingi, lakini kitu kingine ambacho aliweza kukifanya ilikuwa ni pamoja na kuwa rais wa kwanza wa Zanzibari. Inawezekana watu wakawa wanajiuliza kwamba iko vipi. Kuna wanafunzi pia hapa inabidi wakae vizuri kusikiliza kwa ajili ya kupata kidogo mwongozo wakiwa darasani, pia waweze kujua, kwa sababu nafahamu kabisa kuna masomo ya uraia haya yanafundishwa kila siku huko. Lakini pia aliweza kuwa muasisi wa muungano wa Tanganyika na Zanzibari. Ndo mfumo mzima tukaupata wa Tanzania. Kuna mtu anaweza kanajua, kuna watoto wamezaliwa, siku hizi tuna kauli moja tunasema mwaka 2000, watoto wa 2000. Watoto 2000. Sasa watoto 2000 inabidi mnisikilize vizuri kwamba leo tunasema tuko Tanzania, lakini awali ilikuwa ni Tanganyika. Ilikuwa ni Tanganyika. Kuna vitu vingi ambavyo siwezi kuvizungumza nikavimaliza, lakini pia alikuwa anahitaji usawa, alikuwa anapigana kwenye masuala mazima ya ukabila, udini pia ni vitu ambavyo alikuwa havitaki. Ndio maana akaja kaondoa ule utawala wa kifalme, kwa sababu tunakumbuka kabisa kule Zanzibari walikuwa wanaongozwa na ufalme, utawala wa kifalme wa kisultani ule, akaja kauondoa kwa sababu aliona kabisa manake kutakuwa kuna mgawanyiko wa watu. Na nchi kikaa kwenye mgawanyiko, manake maendeleo pia yanachelewa, kwa sababu kila mtu atapambania haki yake. Yani kama mimi ni Muislam, labda mimi ni Mkristo, ama mimi ni wa kabila fulani. Ni moja kati ya vitu vikubwa ambavyo mpaka Tanzania pia tunajivunia kwa baba wa taifa aliweza kuvifanya hivyo. Kwa siku ya leo ina vitu vingi ambavyo ukisema uanze kuvizungumza tunaweza masaa mawili tunaweza tukamaliza huu muda wa drive wote na tusimalize. Kwa hiyo tunapofanya kumbukizi, tusifanye kumbukizi kwamba tunafanya tu kwa ajili labda ya mapumziko ya kitu fulani. Hebu tukumbuke kitu ambacho alikifanya. Je, sisi tunaenzi yale? Tukifanya hivyo mimi nafikiri tunaweza tukatimiza kwa maana ya kuenzi muungano ule. Muungano tunataka kuzungumza. Kwa hiyo hayo yote yamezungumzwa, lakini tuangalie kitu cha msingi. Siku ya leo tunajifunza nini? Siku ya leo tunaenzi kipi? Hicho kitu cha msingi. Na kuna kitu kingine wakati tunamalizia hapo nimekikumbuka pia kwenye eneo lingine ambalo aligusa maisha ya watu wengi, ilikuwa ni kwenye eneo la afya. Alihakikisha kwamba wananchi wanapata afya bure kabisa, na aliwahi kugawa ardhi pia kwa wananchi. Kwa ni historia ambazo ni nyingi. Sasa hivi tuna viongozi wa namna gani? Inabidi kama Watanzania pia siku kama hizi tuweze kujitafakari, kwa sababu inawezekana pia kuna watu ambao wanakuja kama waragai, wanakuja wanatupa ahadi ambazo zinakuwa sio za msingi. Unajua wazee walikuwa wazalendo sana. Na nilikuwa natamani labda ingekuwa inatokea kitu kama siku ya leo, au tunafanya kumbukizi yoyote ile. Kwa mfano kwa mwaka huu tunaelekea uchaguzi. Uchaguzi, tuna uchaguzi mkuu. Na uchaguzi mkuu pengine tunapotaka kusema, hebu tusemee vile vitu ambavyo pengine sisi wetu walivifanya. Sasa nyie ambao mnakuja kwa staili gani? Je, meenzi yale ambao walikuwa wanayafanya? Labda tungechukua hivi, inawezekana labda hata nchi yetu katika swala zima la kuwapata viongozi aidha wa serikali ya mtaa, madiwani, wabunge pamoja na rais, labda tungeweza kuwachagua wale ambao tunaona kabisa huyu ana mwelekeo, na hata anaposimama asimame tuone, je huyu tunatoka tukamfananisha na rais Karume au tunataka tukamfananisha na nani? Baba wa taifa au tungemfananisha na nani? Labda tungekuwa tunachukua hivi afu anaposimama hebu tunapembua kati ya yote. Mimi swali langu naleta kwenu, viongozi wa sasa hivi wanauishi uzalendo ambao hawazuri walikuwa wakiuishi? Ni ngumu sana. Mimi binafsi sasa nikasema ni ngumu sana. Wa sasa hivi wanachokitaka kwanza, nikasema kwanza wengi tunaingia kwenye uchu wa madaraka. Na uchu wa madaraka ule tunautafutia, kila mtu anataka mambo yake binafsi. Yaani hafanyi kwa ajili ya maslahi ya mtu. Anafanya kwa ajili ya maslahi yake. Yaani hata ukiangalia akisimama anaweza kukusemea kwamba vile anakutetea wewe mwananchi. Lakini mwisho wa siku katika utekelezaji unaona huyu jamaa hakuwa kwa ajili ya wananchi. Huyu alikuwa kwa ajili ya maslahi yake. Force FM.